Mimi kwa majina naitwa Sister Levania Adriano Mbulamuga, ni sister wa parokia ya Kasulu, nazaliwa kijiji cha Nyumbigwa. Pia shirika langu ni shirika la Moyo Safi wa Bikira Maria. Tunatambulikana hapa jimboni kama Bene Maria. Mimi ni sister ambaye nimeweza kupata mafunzo ya uimarishaji familia Tanzania, yani UFATA. Tumeweza kujifunza jinsi ya kuwatayarisha wale wanaojiandaa na kufunga ndoa. Pia zaidi tumefundishwa sana kuhusu hasara ya vidhibiti mimba. Na pia tumejifunza njia bora ya kupanga uzazi kwa kutumia njia ya asili, ambayo ni njia bora sana, haina madhara, haina gharama na haiwezi kuharibu chochote kwa miili ya kina mama. Ni mama ambaye anaweza kupanga uzazi kwa kutumia vielelezo vya uzazi na visivyo vya uzazi kutoka katika mwili wa mama. Mama anayetaka kupanga uzazi kwa njia ya asili anaweza kuwaona masista wapo ambao wameshapata semina hizo, Sister Dafroza Libelius na Sister Iveta wapo katika parokia Kifula. Sister Jenita Kitema yupo katika parokia Nguruka, na Sister Bernadetta Kasindi pamoja na mimi Sister Levania tupo katika parokia Kabanga. Sister Dativa anapatikana katika parokia ya Kasangezi. Kwa hiyo tupo wengi. Sister Lucida yupo katika parokia Murubona. Kwa hiyo hao masista akiwaona wanaweza kumwelekeza jinsi gani ya kupanga uzazi kwa njia ya asili, na hiyo inaleta afya njema kwa baba na mama wa familia na kwa familia nzima. Wote wanapoamua kupanga uzazi, tunahitaji kuwaona baba na mama ili waje wote tuwaelekeze. Hiyo njia ni salama na ni safi na inaleta upendo katika familia. Kuna madhara mengi sana kwa vidhibiti mimba bandia. Tunaziita chachu bandia ambazo zimewekwa katika vidonge, sindano, vitanzi, njiti. Vina madhara mengi sana. Kina mama wengi waliotumia vidhibiti mimba hivyo, wengine wananenepa bila utaratibu, wengine wanatoka damu kila wakati anakuwa na bleed, wengine wanatoka majimaji katika sehemu zao za siri kila wakati, wengine wanakufa, wengine vizazi vinaoza. Na hivi pia madhara mengine katika familia, magomvi huamka kwa sababu ya dalili hizo nilizozitaja zinaleta ugomvi katika familia. Mama pia anakuwa na ubaridi, hawezi tena kukutana na mwenzi wake katika umoja wa miili kwa upendo. Pia baba hawezi kujitawala na mama hawezi kujitawala, kwa hiyo wanatumiana kama vyombo vya kujifurahisha. Wanapokutana kimwili hawatafuti mtoto. Kichwani mwao hamna wazo la kutafuta mtoto, isipokuwa tu wanaona wako salama. Lakini kuna madhara makubwa mengi sana. Wito wangu kwa jamii, ninawaomba sana wale wote wanaotumia vidhibiti mimba waweze kuacha mara moja ili kulinda afya zao. Na ninawaomba zaidi wawe na hofu ya Mungu, kwa sababu wamebadilisha Mungu alivyowaumba na kuweza kutafuta jinsi nyingine ya kufanya ili kurahisisha maisha tu ya raha za dunia hii ambayo yanapita na kupata hasara nyingi. Ninawaalika vijana, kina mama waweze kujifunza jinsi ya kutumia njia asili. Katika kupanga uzazi tunawahitaji wote wawili, na wote wawili wanawajibika. Ndiyo maana njia hiyo inaongeza upendo hata katika familia, wanapata hata muda wa kuongea katika familia. Ni familia nyingi baba na mama hawapati muda wa kuongea.
Lakini wakitumia njia hiyo, baba atajitahidi kurudi nyumbani mapema ili mama aweze kumwambia matokeo ya siku nzima ameona nini, na baba anaweza kuandika kile ambacho mama amekiona. Kama ni siku za uzazi au si siku za uzazi, inategemeana wanatafuta nini. Kwa hiyo njia hiyo inaleta upendo. Baba atajitahidi kurudi nyumbani mapema ili waweze kuongea na mama kuhusu maisha yao. Hatua wanazoweza kufuata wanapokuja kwetu, tunawaelekeza. Anayehitaji anaweza kutuona sehemu hizo nilizotaja, masista wapo tayari wameshapata hiyo elimu. Kwa hiyo tunawaelekeza wao kama wao wakiwa wawili. Kwa kweli sisi tuna uchungu mkubwa sana kuona kina mama wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo tutatoa taarifa kwa mapadre ili kuita akina mama, na tunapowashauri watu hatuchagui dini wala kabila. Madini yote, hata asiyesali tunamkaribisha, kwa sababu lengo letu kubwa ni kuokoa akina mama ambao wanaleta uhai, waweze kutoka katika janga hilo ambalo linawaelekeza katika kupoteza maisha na kupata matatizo mengi katika kujifungua. Wito wangu wa mwisho, kwa kweli mimi ninawaalika wote, ninawakaribisha katika vituo vyetu tunapokuwa au kutukuta makonventini, kwa sababu tunaendelea kuangalia jinsi gani tutengeneze ofisi ili watupate kwa urahisi. Mimi nawaalika watu wote wawe na hofu ya Mungu, waje wasipoteze maisha kwa kukosa maarifa.